Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata elimu nyingine muhimu ya afya kutoka Penicare Afya. Leo tutazungumzia swali moja ambalo wanawake wengi, wajawazito wengi walikuwa wakijiuliza sana kwamba mtoto ucheze chini ya kitovu tumboni mwa mama yake ina maana gani? Je, ni dalili ya hatari au ni dalili ya kawaida? Kama wewe ni mjamzito na umekuwa ukihisi mtoto anacheza sana chini ya kitovu, basi endelea kuangalia video hii mpaka mwisho, kwa sababu leo tutaenda kujifunza au nitaenda kuwafundisha namna au maana yake na ni wakati gani unapaswa kupata ushauri wa daktari kama hiyo hali ikiendelea kuwa kubwa zaidi. Lakini mtoto kucheza chini ya kitovu ina maana gani? Kwa kawaida mtoto akiwa tumboni hubadilisha mkao, na mara nyingi kadiri ujauzito unavyokuwa pia hiyo sehemu ambayo mama anahisi mateke movement za mtoto, lakini pia kutegemea na mkao wa mtoto ndani ya tumbo la mama yake. Mama akihisi mtoto anacheza chini ya kitovu, mara nyingi inaweza kumaanisha moja, miguu ya mtoto ipo chini karibu na eneo ya nyonga, au mtoto amebadilisha mkao akiwa tumboni. Hii ni hali ya kawaida kwa mama mjamzito na wajawazito wengi, hasa katikati ya ujauzito wa kuanzia miezi ya mwisho ile huwa inatokea. Je, ni hali ya hatari? Au unaweza ukajiuliza kama ni hatari au sio hatari. Kaa na mimi nikufundishe. Mara nyingi mtoto kucheza chini ya kitovu sio hatari ikiwa mtoto anaendelea kucheza kawaida, mama hana maumivu makali yoyote, lakini hakuna damu yoyote inatoka, hakuna maji yoyote yanatoka ukeni, lakini mama anajisikia vizuri kwa ujumla. Hiyo ni hali ya kawaida. Usiwe na hofu kubwa kama ukihisi mtoto anacheza chini ya kitovu, kwani mara nyingi ni sehemu ya mtoto kujipanga tumboni. Yaani hiyo ni hali ya kawaida. Na wakati gani unapaswa kuwa makini? Ingawa mtoto mara nyingi sio hatari, lakini pia kuna wakati unapaswa kwenda hospitali ili kupima kuona kwa haraka kama itakuwa ni changamoto. Na utaenda kumuona kwa alipi. Kwanza, kama mtoto anacheza, kama mtoto ameacha kucheza kabisa, unatakiwa ukamuone daktari. Lakini pia kama una maumivu makali ya tumbo, unatakiwa ukamuone daktari. Lakini kama unatokwa na damu au majimaji, ukiona damu au majimaji yanatoka ukeni, uwahi hospitali haraka sana. Lakini 4, tunaangalia kwamba tumbo kuwa gumu sana kwa muda wote, na hiyo ni hatari. Kama tumbo linakaza sana kwa mara kwa mara kabla ya muda kujifungua, ni muhimu sana kupata uchunguzi wa daktari hospitali popote pale, ili uweze kuwa na amani au uweze kujua usalama wa mtoto ambaye yupo tumboni. Lakini pia kuna kupungua sana kwa movement za mtoto. Mtoto akianza kucheza kidogo kidogo sana tofauti na kawaida, fanya haraka ukamwone daktari na ukapate vipimo kutoka hospitali. Je, ni njia gani ambayo unatakiwa kujua kwamba mkao wa mtoto uko vizuri? Ni njia gani ambayo utaielewa? Njia sahihi zaidi ya kujua kwamba mkao wa mtoto uko salama ni kupitia uchunguzi wa hospitali, kupiga ultrasound, au daktari au mkunga anaweza kugusa tumbo lako au kutumia ultrasound kama nilivyowaambia, kuona kama mtoto amelala tumboni au amelalaje au amekaaje, ili uweze kuwa na nani mazuri. Lakini kitu kingine ambacho tunakiangalia ni kwamba usijaribu kujihitimishia mwenyewe bila ushauri wa wataalamu au ushauri wa hospitali. Ndio maana kuna kliniki. Lakini pia ukiona changamoto kama hizo ghafla, fika kituo cha huduma yoyote ili uweze kupata suluhisho au uweze kupata ushauri namna ya kumlea mtoto wako akiwa tumboni. Ushauri kwa mama mjamzito ni upi ambao nitakupa siku ya leo ni kwamba mama mjamzito, kitu cha kwanza, hudhuria kliniki zote na vizuri kila pale ambako unaanza kujigundua kwamba wewe ni mjamzito. Lakini fuatilia movement za mtoto wako kila siku akiwa tumboni, na kula lishe bora. Nitafundisha na nimeshafundisha kwenye video nyingi ambazo zimefuata. Pumzika vya kutosha au kwa wakati. Epuka stress nyingi ukiwa mjamzito. Na ukiona dalili zisizo za kawaida, uwahi hospitali mapema au tupigie simu ambazo tunaweka hapo kwenye screen ili tuweze kupatia ushauri zaidi ili uweze kuwa safe na mtoto wako tumboni. Kwa kifupi kwamba mtoto kucheza
tumboni au kucheza chini ya kitovu mara nyingi ni hali ya kawaida sana. Kwa hiyo usiwazi, japo ikizidi uwahi hospitali au tupigie simu ili tuweze kupatia ushauri na saa ili uweze kumkinga mtoto wako. Na si lazima iwe dalili hatari, hasa kama mtoto wako anaendelea kucheza kawaida na mama hana dalili nyingine za shida, hiyo itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini ukiona movement zimepungua kwa mtoto au maumivu ya tumbo kama nilivyowaambia, jitahidi sana ufike hospitali au kituo cha afya ili uweze kupata ushauri na tiba kwa ujumla. Asante sana kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Kama umejifunza jambo lolote kupitia video hii, usisahau kulike, kusubscribe, lakini pia kucomment kitu chochote ambacho umejifunza ili hata wengine waweze kupata elimu zaidi kupitia wewe.